Eyo, mambo vipi? Karibu katika channel yetu, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Kipindi hewani ni Tega Sikio Tukujuze. Uko na mtangazaji wako Mr. Epimac. Kwa siku ya leo katika kipindi cha Tega Sikio Tukujuze, tutaangazia namna idara ya usalama wa taifa Tanzania ilipomrudisha nchini mwake Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi baada ya kuwa amepinduliwa na jeshi mnamo mwaka 2015. Je, wataka kufahamu ilikuwaje rais wa Burundi kuja Tanzania na baadaye idara ya usalama wa taifa Tanzania kumrudisha nchini mwake? Basi ungana nami kuanzia mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Utapata kufahamu mambo mengi na makubwa usiyofahamu. Ujue namna idara ya usalama wa taifa Tanzania ilivyo smart kuliko unavyofikiri. Basi picha inaanza 2015 Aprili, pale ambapo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania kugombea kinyang'anyiro cha urais kwa awamu ya 3, ambapo ilikuwa ni kinyume na katiba ya nchi hiyo. Basi baada ya kutangaza tu vile, makelele yakaanza, asasi mbalimbali za kisiasa zikaingilia kati kupaza sauti yao kwamba itakiwe ruhusiwi kwenda kinyume na katiba ya nchi. Basi picha likaendelea. Idara mbalimbali zikapinga ile kitu, na baadaye idara ya usalama wa taifa ilipinga wazi, ambapo idara ya usalama wa taifa ya Burundi ilikuwa inaongozwa na James Mbare ilitangaza wazi kwamba haiungi mkono kile kinachoendelea. Basi siku zikasonga, baadaye kuna kiinemo kikavuja kilichokuwa kimeandikwa na Mr. James aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa, kwamba kuna kimemo alikuwa amekiandika kikiwa kinaonyesha wazi kwamba kumpinga Rais Pierre Nkurunziza. Basi kile kimemo kikamfikia rais, akamtumbua. Baada ya kumtumbua, akachagua mkurugenzi mpya wa idara ya usalama wa taifa, alikuwa anaitwa General Adolphe Nshimirimana. Unaona? Baada ya kumteua mkurugenzi mpya wa idara ya usalama wa taifa Mr. Adolphe Nshimirimana, bado vuguvugu lile la kupinga alikuishia hapo, likaendelea tu. Na usisahau Burundi ni nchi ya kimkakati ya Tanzania. Kama unavyoona, nchi ya Marekani ikiwa na maslahi na nchi fulani, alafu hiyo nchi kaingia kwenye mzozo na nchi nyingine, Marekani iko tayari kutoa hata jeshi kupigania hiyo nchi yenye maslahi naye. Basi ndivyo ilivyo Tanzania na Burundi. Burundi ni nchi yake ya kimkakati, sababu ukiangalia kwenye upande wa usalama, nchi ya Burundi ikiwa haina usalama inakuwa ni changamoto sana kwa nchi ya Tanzania, sababu pia ni majirani na zimepakana. Kwa hiyo shida ikitokea Burundi, sasa na shida imetokea wapi? Tanzania. Kwa hiyo Ikulu ya Dar es Salaam ikaangazia macho kile kinachoendelea katika nchi ya Burundi. Kipindi hicho Tanzania ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Ikaangazia kile kinachoendelea nchi ya Burundi. Rais Jakaya Mrisho Kikwete akamtuma aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Bernard Membe kwamba atume wito au ombi na fursa ya kuonana na rais wa Burundi Mheshimiwa Pierre Nkurunziza. Basi Mr. Membe akapeleka ujumbe kwa Rais Nkurunziza kwamba Mheshimiwa Jakaya Kikwete anaomba mazungumzo na wewe ya ana kwa ana. Kwenye 1 na 2 pale, Mheshimiwa Pierre wa Burundi akaita kamati yake ndogo ikiongozwa na Mr. Adolphe Nshimirimana, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa wa Burundi. Akamwambia hapa kuna 1 2 3, rais wa Tanzania amenipa mwaliko wa kwenda kuonana naye katika ikulu ya Magogoni, Dar es Salaam. Basi Mheshimiwa huyu mkurugenzi Generali Adolphe Nshimirimana akamshauri, akamwambia kwa kipindi kama hichi sio salama sana kwa wewe kutoka nje ya mipaka ya Burundi. Kwanza kabisa unahatarisha usalama wako, kama wewe pia unahatarisha usalama wa nchi ya Burundi. Kwenye 1 na 2 pale, na akasikiza ushauri wa General
akampelekea majibu akampelekea majibu waziri kutoka Tanzania Bernard Membe kwamba fikishie taarifa rais wa Tanzania kwamba ombi lake la mimi kwenda Tanzania kwa sasa sio sawa, au kwa sasa sitoweza kufanya hivyo. Basi Mr. Membe bana, Mheshimiwa Membe akakwea pipa mpaka Bongo, akapeleka ujumbe kwa Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais Kikwete akatulia kwanza, wakaendelea kupiga macho na kutega sikio katika nchi wapi ya Burundi, kuangalia kile kinachoendelea. Je, ile vuguvugu litapungua au litaendelea? Siku zikazidi kusonga, ile vuguvugu halikupoa, likazidi kupamba moto. Unaona? Basi Mheshimiwa Kikwete hakukata tamaa, akatuma tena ujumbe kupitia waziri wake wa mambo ya nje Bernard Membe kwamba mpelekee ujumbe huu Rais Pierre Nkurunziza kwamba kama anataka kuwania awamu ya 3 ya madaraka yake, ikiwa ni kinyume na katiba ya nchi ya Burundi, basi kama anataka kuwania, kuna option 2. Tanzania ikapendekeza option 2. Option ya kwanza, Tanzania ilimtaka Mheshimiwa Pierre Nkurunziza aache kugombania awamu hiyo ya 3. Hiyo ilikuwa ni option ya kwanza kutoka Tanzania. Option ya pili, kama ya kwanza atakataa, basi ya pili, kama anataka kuwania hiyo awamu ya 3, aite asasi mbalimbali za kisiasa za nchi yake na vyama vya upinzani vya nchi yake kukubaliana, ikiwa amegombania urais akashinda ndani ya serikali yake, achanganye na vyama vingine. Kama labda waziri mkuu, kama mfano uchukulia Tanzania hapa, labda rais ni wa CCM, labda achague waziri mkuu kutoka Chadema, labda waziri wa fedha atoke CCM Mageuzi, ndio hivyo. Tanzania kama option hizo. Kwenye 1 na 2 pale pia Rais Pierre Nkurunziza akakataa option hizo zote mbili. Umeona, akakataa. Basi Mheshimiwa Bernard Membe akakwea pipa mpaka Bongo, akafukarisha ujumbe kwa Mheshimiwa Rais kwamba majibu ni 1 2 3. Rais Kikwete akakuna kichwa kwanza, maana sasa hii mambo ishakuwa mbaya, afanyeje? Basi Tanzania ikapoa kwanza, kaendelea kusikiliza kile kinachoendelea. Basi mambo ya kupoa yakazidi tena kupamba moto. Umeona? Ikabidi Mheshimiwa Bernard Membe atumie uzoefu wake. Usisahau Bernard Membe alikuwa ni kicheche wa hatari. Ukisema kicheche inamaanisha ni wale idara ya usalama wa taifa, wale wabobevu, wale wa miaka ya mwanzo ile akina Nyerere, akina Mwinyi. Kwa hiyo alikuwa ni mmoja wa idara ya usalama wa taifa mbobevu wa muda mrefu. Basi akakwea pipa mpaka Burundi, ilipo ikulu ya Burundi katika jiji la Bujumbura. Akaenda pale akaonana na mzee Pierre Nkurunziza, akapiga propaganda zake pale, akamshawishi mzee anakataa, akashawishi mzee anakataa. Mwisho wa siku Mheshimiwa Rais wa Burundi akakubali ombi la kuja Tanzania kuonana na Rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Unaona? Basi bana, baada ya kukataa pale baada ya kukubali, Rais wa Burundi akaja akakubali kuja wapi? Kuja Tanzania kuonana na Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Unaona, baada ya kutoka pale Mheshimiwa Bernard Membe akaita press na waandishi wa habari kuwapa taarifa kuwa Rais Pierre Nkurunziza amekubali kuja Tanzania kuonana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mrisho Jakaya Kikwete. Umeona? Na baada ya kuwatangazia pale waandishi wa habari, tarehe iliyopangwa kuja Tanzania ilikuwa ni tarehe 12 Mei 2015. Basi Mheshimiwa Bernard Membe akarudi Tanzania, akamletea ujumbe Rais Jakaya Mrisho Kikwete kwamba Rais wa Burundi amekubali wito kuja Tanzania kuonana naye. Basi na Rais Kikwete akatuma mwaliko kwa marais wengine wa nchi za Kiafrika. Alituma mwaliko kwa General Paul Kagame, akatuma mwaliko kwa Yoweri Kaguta Museveni,
akatuma mwaliko kwa Uhuru Kenyatta wa Kenya, pia akatuma mwaliko kwa Jacob Zuma wa Afrika Kusini. Lakini kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, rais wa Afrika Kusini alikuwa na udhuru, akamtuma aliyekuwa makamu wake wa rais, Cyril Ramaphosa. Kwa kipindi hicho alikuwa ni makamu wa rais, Cyril Ramaphosa. Umeona? Baada ya kutuma mwaliko katika nchi hizo, katika nchi hizo kwa General Paul Kagame, kwa Yoweri Kaguta Museveni, kwa Rais Uhuru Kenyatta na Afrika Kusini, siku ya tukio sasa ilipofika, na katika wito huo au katika mwaliko huo, mwaliko ulikuwa unasema kikao kitafanyika katika ikulu ya Magogoni iliyopo katika jiji la Dar es Salaam. Umeona? Hata siku ilipofika, siku ya tukio sasa au siku ya kikao hicho, waliowasili wa kwanza alikuwa ni Cyril Ramaphosa, ni makamu wa rais kutoka Afrika Kusini. Akafika Uhuru Kenyatta, akafika Yoweri Kaguta Museveni. Umeona? Lakini Yoweri Kaguta Museveni na Paul Kagame kidogo wao walichelewa, walikuwa majira kwenye kama saa 8 hivi. Katika hasa hali ya kushangaza, yule mwenyeji au kuku mwenyeji au mwenye shughuli yake sasa, mpaka inafika saa 8 mwenye shughuli yake hajatokea. Naona picha inaanzia hapo sasa. Mwenye shughuli yake ni nani? Rais wa Burundi, Pierre Nkurunziza. Tegemea atafika saa 7, hola. Atafika saa 8, hola. Atafika saa 9 alasiri, ambapo ndio ilikuwa kikao kianze rasmi saa 9 alasiri. Mheshimiwa rais wa Burundi hajafika. Umeona? Hapo marais wengine tayari wameshafika kwenye ukumbi wa VIP pale ikulu ya Magogoni, wamekaa sasa wanapiga soga. Wanaosubiri mwenye tukio lake afike. Mpaka saa 9 hajatokea. Saa 10. Umeona? Rais hajatokea. Hapo kwenye viunga vya ikulu pale kwenye mida saa 10 na dakika kama 2-3 hivi, akatokea aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa wa Tanzania, DGIS Othman. Akatokeza katika viwanja vya ikulu, akaenda kwenye kilipo kiti cha waziri wa mambo ya nje Bernard Membe. Wakaenda kidogo, akateta naye kwenye sikio. Alichoongea pale hatujakisikia ni kitu gani. Wakateta kidogo pale. Mara baada ya sekunde 2-3, Mheshimiwa Waziri Bernard Membe akainuka, akaenda palipo kiti cha Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, akateta naye sekunde kama 2. Mara Rais Jakaya Mrisho Kikwete akanyanyuka na kutoka nje ya ukumbi, pembezoni mwa kuta za ikulu pale pembeni, wakiwa wanaonekana wako watu watatu. Alikuwa Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, alikuwa waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Bernard Membe, hayati kwa sasa, Mungu amrehemu huko alipo. Pia alikuwepo mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa DGIS Othman. Wakaonekana wako pembezoni mwa ukuta wa ikulu pale wanateta. Umeona? Kumbe kwenye order iliyokuwepo pale ni kwamba Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi ameshawasili Tanzania, lakini baada ya kutoka airport akaelekeza msafara wake usiende ikulu ya Dar es Salaam Magogoni, ambapo kwenye ukumbi palipokuwa kikao kifanyikie, akaelekeza msafara uelekee katika hoteli ya Serena. Umeona? Hiyo ndio ilikuwa hoja ya kwanza. Alafu hoja ya pili, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete anapewa na kwamba baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutoka katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere International Airport, jeshi la Burundi limetangaza kupindua nchi. Zilikuwa hoja mbili nzito sana zilizomfanya Rais Jakaya Kikwete kwanza akunye kichwa. Bernard Membe naye ikabidi akunye kichwa. Unajua kwa nini walikuwa kichwa? Waliwaza mambo mengi sana. Umeona? Kwenye 1 na 2 pale tunafanyaje? Ikabidi sasa Mheshimiwa Rais Dr. Mrisho Kikwete arudi kwenye ukumbi pale, awape taarifa marais wenzake walikuwa wameshafika kwenye kikao pale.
kwamba rais wa Burundi ameshawasili Tanzania, lakini badala ya kuja hapa ameelekeza msafara uende katika hoteli ya Serena. Na hoja ya pili ni kwamba baada ya kutua katika ardhi ya Tanzania, jeshi la Burundi limetangaza kupindua serikali. Umeona? Kwenye 1 na 2 pale marais walikuwa pale wakaona sasa haina haja kuendelea kubaki pale. Umeona? Wakakoya pipa. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni akakoya pipa, Paul Kagame akakoya pipa, pale akabaki Jomo Kenyatta na Cyril Ramaphosa, makamu wa rais wa Afrika ya Kusini. Wakabaki pale wanakuna kichwa, wana discuss, wanafikiri nini cha kufanya. Umeona? Kwenye 1 na 2 pale Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akampa order aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Mr. Othman kwamba aende katika hoteli ya Serena, akamshawishi Rais Pierre Nkurunziza aende Ikulu akaonane na mzee. Umeona? Convoy ya mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Mheshimiwa Othman akiwa na vicheche wake vijana machachari inaelekea katika hoteli ya Serena Hotel. Yani just imagine msafara unatoka Ikulu unaenda Serena Hotel ikiwa imembeba mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akiwa na vijana wake machachari. Umeona? Wakawasili katika hoteli hiyo ya VIP Serena Hotel pale. Kwenye 1 na 2 pale kumshawishi rais kwenye mazungumzo yake mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa wa Tanzania na Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi. Mheshimiwa Pierre Nkurunziza akakataa kabisa swala la kwenda Ikulu kuonana na Rais Kikwete. Kwanza alikuwa hana imani na Rais Kikwete, alikuwa anahisi mpango wote wa kupindulia umepangwa na serikali ya Tanzania. Umeona? Kwa hiyo akakataa kwenda Ikulu. Akatoa option moja tu. Akasema mimi ninachokitaka kwa sasa hivi ni mimi kurejea nchini kwangu Burundi. Ninajua namna gani nitaenda kuzima hayo mapinduzi. Umeona? Mheshimiwa mkurugenzi DGIS wa idara ya usalama wa taifa wa Tanzania akavuta waya mpaka Ikulu kwa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mzee, kuna 1 2 3, Rais Pierre Nkurunziza amegoma kuja Ikulu, anataka kurudi nchini kwake Burundi. Yaani Waswahili wanakuambia mgeni amekataa kunywa soda, anataka 600 yake. Umeona picha inapoanzia? Mheshimiwa Rais akamwambia tumia uzoefu wako, endelea kumshawishi mzee mpaka kubali kuja Ikulu. Basi bana. DJS akaendelea kupiga 1 2 3 pale, akasambaza akapiga propaganda pale, lakini wapi? Zikagonga mwamba. Rais wa Burundi hataki. Anataka kurudi wapi? Nchini mwake. Haya. Wakadiscuss pale mkurugenzi wa usalama wa taifa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete, wakaona isiwe kesi. Tukiendelea kumlazimisha kubaki hapa kwenda Ikulu, itajenga taswira ambayo inaonekana labda Tanzania imemteka rais wa Burundi. Wakamwambia haina shida. Basi ikapangwa tarehe hapa, labda ikapangwa msafara hapa 1 2 3 wa kwenda wapi? Katika kiwanja cha Julius Kambarage Nyerere International Airport iliyoko Kipawa pale. Kapanga msafara imara. Mkurugenzi wa usalama wa taifa akatoa vicheche wake wale anaowaamini zile namba A. Umeona? Akatoa vijana wake kipa Athebeki. Rais Pierre Nkurunziza anatakiwa afike airport arudi nchini mwake. Umeona? Basi bana. Vicheche vikapangwa pale. Pembeni akakaa mkurugenzi, pembeni akakaa kicheche wa idara ya usalama wa taifa, pembeni akakaa kicheche wa idara ya usalama wa taifa, katikati akawekwa Rais Pierre Nkurunziza, mbele akawekwa mpambe wa rais. Umeona? Rais wa Burundi. Umeona kombo jinsi ilivyopangwa hiyo. Mkono wa kulia akakaa kicheche wa idara ya usalama wa taifa, pembeni akakaa kicheche wa idara ya usalama wa taifa, katikati akawekwa Rais Pierre Nkurunziza, mbele pale akawekwa mpambe wa rais. Dereva pia ni
kicheche kutoka idara ya usalama wa taifa. Convoy inatoka katika hoteli ya Serena kuelekea airport. Just imagine. Moja na mbili, msafara umetoka Serena Hotel pale kuelekea airport. Ndege ilikuwa tayari ishapashwa engine kama gari vile wanasema unapasha ita. Ndege ilikuwa tayari ishapashwa pale. Yaani ni kitendo cha kumsubiria tu Rais Pierre Nkurunziza afike, chuma iinuke. Ndani ya dakika 15 nyingi msafara umeshafika airport. Mheshimiwa kadaka ndege anaruka kuelekea wapi? Kuelekea Burundi. Umeona? Alizani mambo yatakuwa marais, atafika tu Burundi, atatua, ataenda kuzima mapinduzi. Kumbuka hapo nchi ya Burundi tayari jeshi lishapindua nchi. Jeshi limepindua nchi. Kwa hiyo nchi sasa hivi inatawaliwa na jeshi. Umeona? Kwa sasa ndege ya Rais Pierre Nkurunziza imeshatoka katika anga la Tanzania, imeingia katika anga la Burundi. Sasa kabla ya kutua, inaomba kwanza ruksa kutoka kwenye control tower iliyoko katika nchi ya Burundi kwamba tunataka kutua. Ikatoka order kwamba hairuhusiwi ndege yoyote kutua katika anga hili, na mkifosi tutailipua. Umeona? Kumbuka ndege ina Rais Pierre Nkurunziza. Jeshi likasema mkifosi kutua hapa tutaitungua hii ndege. Basi Pierre Nkurunziza akaona isiwe kesi, akaamuru ndege igeuze iende wapi? Katika option ya haraka ilikuwa kwenda kutua Uganda. Kwa hiyo ndege waenda kutua Bujumbura, ikageuza ruti yake inaenda kutua Uganda. Umeona picha hiyo kaka? Ndege inafika Uganda pale, kumbuka tayari washamsumbua mzee. Mzee Museveni alikuja Tanzania, ukagoma kwenda kuonana nao Ikulu. Umemsumbua mzee. Kwa hiyo ndege kufika Uganda pale pia ikakataliwa kutua. Wakasema hatukuruhusu kutua katika airport yetu. Akili kichwani. Option iliyokuwa ya mwisho ni wapi? Kurudi katika jiji la Dar es Salaam alikotoka. Hiyo ndio ilikuwa option ya mwisho. Uganda umemkatalia situe, nchini mwake jeshi lilopindua nchi imekataa ndege ya Rais Pierre Nkurunziza, hakuna kutua. Mkiforce kutua tutailipua. Option iliyobakia ni moja tu, kurudi JK Kambarage Nyerere International Airport. Hiyo ndio ilikuwa option ya mwisho kabisa. Kwa ndege ikageuka kutoka Uganda inakuja katika jiji la Dar es Salaam. Umeona? Kwa moja na mbili pale mawasiliano akafanyika chapchapu. DJS mkurugenzi wa idara ya usalama taifa Othman akapanga vicheche wake hatari, wale vicheche namba A anaowaamini kuliko wote, wakatangulia katika airport ya Dar es Salaam kwenda kumsubiri rais wa Burundi anayerudi tena kwa mara ya pili baada ya kuondoka kwa kinguvu. Sasa anarudi kwa amri ya kwake mwenyewe, au kwa amri isiyokuwa ya kwake mwenyewe. Yaani utake usitake utakuja kama mandonga tu. Utake usitake utakuja, ukija utakuja, usipokuja utakuja. Umeona? Mzee akatua airport pale. Vicheche wa idara ya usalama wa taifa ikachukua msafara ule kumrudisha mzee wapi? Serena Hotel. Convoy ya vicheche wa idara ya usalama wa taifa wa Tanzania inampeleka rais wa Burundi Pierre Nkurunziza katika hoteli ya Serena. Moja na mbili pale akafika kwenye hoteli ya Serena Hotel. Sasa plani ni ipi ya kumrudisha rais wa Burundi katika nchi yake? Umeona? Kwenye mazungumzo moja na mbili pale, mazungumzo ya mkurugenzi wa usalama wa taifa na rais wa Burundi, akasema yeye anachokitaka ni zitumike njia zozote za yeye kurudishwa katika nchi ya Burundi. Akishaingia tu ndani ya nchi ya Burundi, yeye anajua ni namna gani ya kuzima yale mapinduzi ya kijeshi. Kwa hiyo ni kazi sasa ya idara ya usalama wa taifa kupanga namna gani watamuingiza rais wa Burundi aliyopinduliwa arudi
nchini mwake. Na usisahau huyu Rais Pierre Nkurunziza naye alikuwa ni mwanajeshi. Umeona? Kwa sasa yeye anataka tu aingizwe katika nchi ya Burundi, then yeye anajua namna gani ya kuyazima hayo mapinduzi. Sasa ni akili kumkichwa, vicheche vya idara usalama wa taifa vikiongozwa na DJS Othman kupanga plani na mikakati na mbinu za kiakili, kutumia akili ya hali ya juu kumrudisha huyo rais wa Burundi katika nchi yake, akazime yale maandamano. Sasa to make story short, hii tusichukue muda mrefu sana, hii story itaendelea hivi karibuni. So fanya kusubscribe ili itakapotoka mwendelezo wake usikose. Ulikuwa na mtangazaji wako Mr. Epimac. Kwa heri kwa sasa, tukutane wakati